Mathayo 28 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, hata Sabato ilipokwisha kupambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingilisha lile jiwe, akalikalia. Lazima jiwe lililowekwa na adui litoke, alafu ndipo Yesu atoke katika kaburi. Lazima jiwe liondoke kwanza, ndipo maisha yako yapate kuwa vizuri. Lazima jiwe ulilowekewa katika ndoa yako liondolewe kwanza, ili kusudi ndoa yako ipate kupona. Kuna jiwe limezuia hatima ya maisha yako. Sikiliza, lazima jiwe liondolewe mahali pake, alafu ndipo ufufuke kutoka katika shida, katika hilo jaribu, katika hiyo changamoto unayopitia. Jioni ya leo Yesu yuko tayari kuondoa jiwe lililowekwa katika maisha yako. Kwa kuwa umepata kibali, umetiwa nguvu katika maisha yako, maombi yako ni yenye nguvu, maombi yako yanasikiwa. Lazima jiwe liondoke katika jina la Yesu. Haleluya. Linapoondolewa jiwe, kuna vitu vinabadilika. Kuna vitu vinabadilika katika maisha yako. Kuna jiwe limefunga huduma yako, ndio maana usikii kufanya huduma, ndio maana usikii kutumika. Kuna jiwe, lazima jiwe liondoke ili huduma yako ipate kusimama. Ukiona huwezi kusoma neno la Mungu, kuna jiwe limekaa upande hiyo. Kuna jiwe, lazima jiwe liondoke. Leo Yesu anashuka kuondoa jiwe linalotesa maisha yako. Hawezi akakuacha bure. Amekupa kibali, amekutia nguvu. Sasa leo ana operation moja tu ya kuondoa jiwe linalotesa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofika pale, alichoangalia, lazima Lazaro atafufuka, lakini hawezi akatoka. Kuna jiwe limekaa mahali fulani, na kuna watu wanakukatisha tamaa kwamba haiwezekani. Kupitia hili kuna watu walikufa, kupitia hili kuna watu waliachwa, kupitia hili ndoa yako haiwezi kuinuka tena, kupitia hili wewe huwezi kumtumikia Mungu kwa hali ulionayo, wewe huwezi. Sikiliza, Bwana ameshaamuru, ondoa jiwe. Amini jioni ya leo, jiwe linakwenda kuondolewa, na Bwana anakwenda kutokea, anakufufua katika hilo lililokufa, kwa sababu jiwe likiondolewa, lazima unatoka ukiwa hai. Sema amina. Haijalishi ni jiwe la magonjwa, haijalishi ni jiwe la mateso, haijalishi ni jiwe la uchumi, hilo jiwe linaondoka katika jina la Yesu. Anamwambia Martha, sikukwambia ukiamini utauona ukuu wa Mungu? Na wewe leo amini upate kuona ukuu wa Mungu. Nasema tena amini upate kuona ukuu wa Mungu. Nasema tena amini upate kuona ukuu wa Mungu. Nasema amini upate kuona ukuu wa Mungu. Pigia Yesu makofi makubwa.